Ni kweli mkasa huu umenipata usiku wa kuamkia Jumatatu, Jumapili usiku. Nimeamka nikakuta beberu wangu hayumo bandani. Kwa kweli niliumia na taarifa nilitoa katika uongozi kwa mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji. Beberu alikuwa kwenye banda kabisa na mbuzi wengine wengi tu, si yeye peke yake. Walikuwa ndani ya banda ambalo ndo hili linaloonekana nyuma ya sisi hapa tuliposimama. Beberu yule kama ningemuuza alikuwa ni zaidi ya shilingi 2,500. Kilichofuata baada ya kutoa taarifa, walifika tukaangalia, tukaona. Kwa kweli tuliona tu kama alama kwamba amekanyaga hapa, na dalili tulizoziona ni kama kwamba walikuwa wamemvuta, wamemkamata ile miguu ya mbele, wamemvuta mpaka pale barabarani, na hatukuona alama yote ile tena baada ya kufika barabarani. Na kwa kweli tulisikitika tu kwamba tufanye nini. Hakuna kitu ambacho tuliona kwamba sasa tungefanya nini, maana tayari ilikuwa karibu saa 5 hivi za mchana na mbuzi ameondoka. Zizi hawakubomoa, lina mlango, lakini bahati mbaya tu halina kufuli. Kwa hiyo walikuja wakafungua, wakaingia, wakabeba. Matukio haya sasa ni mengi, ingawaje yanaweza yakawa yanatokea mara moja, lakini pia mwaka 2022 hapa nyumbani kwangu tena waliwahi kuchukua mbuzi mkubwa tu, tena alikuwa na mimba, wakaondoka naye tena kwenye banda hili. Kwa hiyo matukio haya ni mengi, kwamba wanaiba mbuzi lakini wanaiba kuku, na usafiri wanaotumia ni pikipiki. 2022 kwa kweli niliibiwa, tena ilikuwa ndani ya banda, na hatua niliyoona kwamba pengine banda lilikuwa na udhaifu fulani, na kitu kilichofuatia sasa ni kujenga banda zuri na imara zaidi, lakini kinachoonekana ni tatizo kama lile. Wito wangu kwa serikali hasa, unajua kijiji chetu kiko mwisho wa kata ya Rulembela, pia wilaya ya Mbogwe, lakini pia inawezekana mahali wanapopitia ni sehemu moja tu pale chini. Ningeshauri kama ingewezekana kwamba tukaweka kizuizi, pengine hata kama ni beria, kwa sababu wanapoiba wanatumia usafiri wa pikipiki na wanaenda kwa mwendo wa kasi, lakini sehemu wanayopitia ni hiyo pale darajani. Sasa kama wito wangu kwa serikali, kama wangesikia ulinzi na usalama, kwamba pengine wakaturuhusu tu kwamba sisi wenyewe kama kijiji tukaweka beli, hata kama ni si mara sana, lakini inaweza ikasaidia kwamba pengine tunaweza tukapunguza tatizo hilo. Yani ile mara ya kwanza alikuja mwizi akaingia ndani, sasa akawakuta watoto wako macho, akawa anawachungulia, kwa baadaye wakapiga makelele, ndo nikatoka nje, mwizi akakimbia. Tena nikatoka hapa nyumbani, baada ya wiki moja tena wakaja hapa nyumbani, wakakuta tu watoto, waliposukuma mlango wakashindwa kuingia. Alafu wakapanda juu, walipopanda juu yule mwizi akaanguka, watoto wakapiga mayowe, majirani wakaja. Kwa baada ya dakika nusu hivi wakawasha pikipiki, wakaenda, wakanipigia simu hivi, wezi tena wamekuja. Nikarudi, niliporudi baada ya siku tena kama 3 hivi wakaja. Sasa sikuwasikia, wakaja wakavunja kufuli, wakaingia ndani palipokuwa zinalala kuku, ndo wakachukua kuku 3 wakaondoka. Baada ya hapo sasa, asubuhi yake nataka kwenda shambani, nikakuta kufuli alipo. Kuingia nikakuta kuku 3 wamechukuliwa. Nikaenda sasa kwa mwenyekiti wa kijiji, nikamwelezea mbona matatizo yamekuwa mengi sana hapa nyumbani kwangu. Zamani ilikuwa siyaoni, lakini kwa sasa hivi yamekuwa matatizo mengi. Hebu mwenyekiti wa kijiji hilo tatizo lishughulikie. Ndio nikamweleza mwenyekiti wa kijiji, naye akasema nitashughulikia kwa nadra kabisa. Mbona matatizo ni mengi yanajitokeza katika kijiji hiki. Hao kuku walioibiwa, jogoo alikuwa kama gharama ya shilingi 40,
Kuku jike alikuwa na gharama kama shilingi 30,000 na kajogoo kale kadogo kama gharama ya shilingi 25,000. Ninachoomba tu viongozi wetu watushughulikie hilo jambo, maana limezidi sana. Mkikaa yani usiku ukiingia hatulali. Mchana ni sawa, lakini usiku ukiingia ikifika muda wa saa 6 huwa kuna pikipiki inakimbia kila wakati kwenye haya mabarabara. Labda tu viongozi tunaomba watusaidie na jamii nzima na serikali tuangalie kwa hili tatizo. Matatizo ya wizi yanatokea katika kijiji hiki, japokuwa hiki kitongoji cha Nyikonga, hususan huyu mzee kama jinsi alivyotanguliza kueleza kwamba aliibiwa mbuzi wake siku ya Jumamosi kuamkia Jumapili. Mbuzi ikaibiwa usiku. Kabla ya kuja kufuatilia ikaonekana kama kwamba yule mbuzi kweli ameibiwa kwa kuvutwa mpaka pale barabarani. So unasema kiunga hiki kiko karibu na barabara. Mtu anapokuja na pikipiki usiku anakuja kuchukua na kuondoka moja kwa moja. Jinsi ya kuona taratibu kama hizo tulishindwa jinsi ya kufuatilia kwamba tuanzie wapi tuishie wapi. Japokuwa mwizi mwenyewe hatujamuona. Sio tu kwamba watu ni ambao wanachinja tu nyama kwa ajili ya kuuza. Maana yake wengi ambao wana machinjioni wanasumbua sana kwa ajili ya kuiba kitu na kwenda kuchinja. Sababu mtu anapochukua usiku haende kwa ajili ya kuuza. Hususan sisi kijiji hiki tunaibiwa wakati wa masoko ambao kama kwa mfano kuna soko kule Nyankumbu. Kuku zinapoibiwa kwa mfano zinapelekwa kule wanaenda kushukia kule. Upelezi wetu bado tunaufuatilia kama viongozi. Wanapeleka kule maana wakiba kuku wanapeleka kule moja kwa moja. Ufuatiliaji wetu maana yake hata paka hivi tuna namba za kule Nyankumbu, viongozi wa kule, hata jeshi la polisi hivi taarifa wanazo kwa ajili ya ufuatiliaji kama ule. Yaani wao tulisema kwamba ni mazoea yanayoingia mazoea kutoka kijijilani, Katolo, Geita na Lulembela na Ushirombo. Maana yake kuna watu mazoea kama kuna marafiki zao ambao wanaita kama kwamba njoo tufanye hili tukio. Maana yake mtu kutoka mbali atoe Katolo bila rafiki yake wa karibu wa kumhusisha si rahisi sana, isipokuwa kuna wenyeji ambao wanaita wale wageni ndio kuja kufanya kama jambo kama hili. Asante. Wito wangu kwa watu kama hawa ambao ni wananchi wangu wa kijiji cha Nyikonga na mimi kama mwenyekiti nitasimama imara kuhakikisha kama kwamba hili tunaifuatilia kwa kina. Maana yake kitu kinabidi ni kukifuatilia kwa kina ili kubaini kwamba chanzo ni nini, na hawa watu tunajua kama kwamba kwa ushirikiano na wananchi na mimi vile na kamati ya sungusungu ya ulinzi na usalama na jeshi la polisi hili moja kwa moja tutashikamana kwa ajili ya kuwafichua hawa halifu kuhakikisha hili jambo linapungua mara moja.